gani mtazamaji wa Kemgongo TV? Kipindi hewani ni Mtazamo, kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kijamii, lakini masuala ya kisiasa, hata yale ya kiuchumi. Mimi ni Chazi Fabian. Hapa tunazungumzia leo hii magonjwa yasiyoambukiza. Ni kwa namna gani yanaiathiri jamii pasipo jamii kujielewa kwamba inaathirika na magonjwa hayo. Nimekita kambi hii leo sehemu panaitwa Mbezi kwa Msuguri jijini Dar es Salaam kuzungumza na daktari ambaye atatufafanulia wazi kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza. Kwanza napokelewa na mazingira tulivu, sehemu ambapo naaminika kwamba daktari yupo na sehemu ambayo yeye binafsi anapenda kutulia maeneo haya. Ninafika sehemu hii kwa ajili ya kuzungumza mengi, napokelewa na mazingira tulivu ambayo yanaruhusu kabisa kwa ajili ya mazungumzo yetu. Mpatana nami kwa uzuri kabisa uweze kufahamu kwa namna gani magonjwa yasiyoambukiza yanaweza kuiathiri jamii. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu. Naam, nimefika hapa na nimekutana na Dr. Franco Mwikwa. Moja kwa moja tusabahiane kwanza kama uungwana ulivyo. Dr. habari ya uzima? Salama sana kiongozi. Habari ya wewe? Mimi niko vizuri, nashukuru kwanza kuonana na wewe na ninaamini hata jamii na tusikiliza na kututazama. Karibu. Kuna mengi ambayo itajifunza kupitia wewe. Karibu. Naam, Dr. Franco, karibu sana ndani ya Kemgongo TV. Hapo tufahamishane mengi sana ya kijamii ambayo hasa yanaimulika jamii yetu. Ndiyo. Tujikite kwenye magonjwa yasiyoambukiza. Haya ni magonjwa aina gani ambayo yanawapata, ni akina nani hasa? Tuanzie kwanza kwenye maana halisi ya magonjwa yasiyoambukizwa. Magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo yanatokana zaidi na lishe. Okay. Manake mtu asipopata utaratibu wa chakula basi huu mpelekea kupata matatizo ya magonjwa yasiyo kuambukiza. Na magonjwa yasiyoambukiza huwapata rika gani na akina nani hasa? Magonjwa yasiyoambukiza huwapata rika lolote lile. Kwa sababu tukizungumzia issue habari ya lishe, maana tunazungumza kuanzia umri wa kuanzia kuzaliwa mpaka katika umri wa uzee. Naam, tujikite kwenye baadhi ya mfano wa magonjwa hayo. Ni yapi na ambayo hayaambukizwi, yanaathiri kwa vipi jamii yetu? Labda tujikite kwa umri wa utu uzima, umri wa kati. Mara nyingi magonjwa haya watu wengi wapata kwa kutofuata taratibu za chakula. Okay. Unapokula chakula pasipokuwa na utaratibu wa mazoezi, ni rahisi sana kupata magonjwa yasiweza kuambukiza. Ndiyo. Magonjwa haya yamekuwa ni changamoto sana kwa sasa. Magonjwa haya kwa mfano magonjwa ya kisukari, pressure, unene uliokithiri, na magonjwa ya miguu, kwa sababu mtu anakuwa mnene kupita kiasi, kwa hiyo mwili unashindwa kubeba nani uzito wa mwili na mwisho siku anaangukia katika shida ya magonjwa ya nani ya viungo. Okay. Dr. Franco, tuanze na ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ni miongoni mwa magonjwa ambayo si ya kuambukizwa. Tuyazungumzie ama tuzungumzie kisukari. Dalili zake zikoje kwa mtu ambaye anatamani kufahamu, anasikia tu ana kisukari, imekuaje? Ikoje kitaalamu? Ugonjwa wa kisukari wenyewe wataalamu wanaita diabetic mellitus. Okay. Diabetic mellitus ni ugonjwa, kisukari ni ugonjwa ambao kiwango cha sukari kwenye damu kinapita kile kiwango cha afya. Okay. Kwa hiyo kiwango cha afya kikishapitiliza, sukari kaenda juu, basi huyo mgonjwa anaweza akaja akalalamika kwa mtaalamu wa afya kwamba anajisikia kuchoka sana, kula sana, kukojoa sana, especially nyakati za usiku, wanakojoa sana.
Halafu wanapata kiu ambayo haina mfano na uchovu ambao hauna mfano. Okay. Kwa hiyo mgonjwa huyu atakapokuja kutuelezea matatizo kama haya, kwamba anahisi dalili kama hizi, anahisi kwamba ana shida hizi, sisi wataalamu wa afya huwa tunawashauri tupime kiwango cha sukari cha damu. Kuna aina mbili za haraka za kupima kujua kwamba huyu mgonjwa wetu, kwa kuweza kupata diagnosis kwamba je, ni tatizo la sukari au la. Huwa tunamshauri mteja, anakuja on the spot, tunampima sukari yake. Then tunamwambia kesho yake asubuhi anaweza karudi, asiweke kitu chochote labda zaidi ya kunywa maji. Hapo ndio tunaweza kuhakiki kwamba huyu ilikuwa ni tatizo la sukari au la. Kisukari kina stage kwamba huyu mtu ana kisukari cha mwanzoni ama kisukari kilichopanda zaidi. Huwa kuna stage hapo kwenye kisukari ama kisukari ni kisukari tu? Unapotaka kujua kwamba huyu ni mgonjwa wa kisukari, mara nyingi huwa tunapima sukari katika early stage. Zile hatua za mwanzoni. Hatua za mwanzoni tunapima. Bwana amekuja amelalamika kwamba mimi na tatizo la sukari. Au mimi na dalili 1, 2, 3. Huwa tunapima damu. Tukishajua kwamba huyu damu, tunapima damu, kwa tutajua lazima tumweke kwenye follow-up, yani kwenye ufuatiliaji wa sukari yake. Manake wengine huwa wanapata tu sukari labda kwa changamoto za dawa, alikuwa anatumia dawa fulani, basi zimempelekea kupata hiyo hali. Kwa hiyo tunamweka kwenye follow-up, lazima tuchukue full history kwamba mgonjwa huyu kapata shida hii, labda sukari imepanda kwa sababu 1, 2, 3. Kwa hiyo tunamweka kwenye follow-up tu, tufuatilia, then mwisho siku unaweza kukuta ilikuwa pre-diabetic. Wengine wanasema pre-diabetic maana yake haijawa full diabetic. Sawa? Lakini akifuata masharti basi muda mwingine hutoweka. Lakini stages mara nyingi sukari huwa na complication usipoifuatilia. Okay. Huwa na complication usipoifuatilia. Maana kama complication yake ni mengi. Kwamba usipotumia chakula vizuri, sawa? Utendaji wa viungo vingine huwa unakuwa hauwezi kufanya inavyopaswa. Okay. Manake sukari is a fuel, yani sukari ndio tunaita ndio mafuta ya engine. Okay. Manake ili uweze kuongea unahitaji sukari, ili uweze kukimbia unahitaji sukari, ili uweze seli zako ziweze kufanya vema unahitaji sukari. Okay. Kwamba energy, maana sukari is energy of your body, yani inaleta nguvu, ni nishati ya kuleta nguvu katika mwili. Okay. So unapokosa sukari au inapozidi sukari, maanake viungo vingine havitaweza kufanya vema. Okay. Havitaweza kufanya vema. Sawa, mtazamaji wa Kimgongo hapo, kama ndo kwanza umeungana na sisi, kipindi hewani ni Mtazamo, kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kijamii lakini kiuchumi, hata yale ya kisiasa. Niko na daktari hapa Franco ambaye anazidi kunipitisha hasa kwenye magonjwa ambayo yasiyoambukizwa, na hapa tunapitia kwa ufupi tu kisukari, alafu tutaelekea kwenye gonjwa jingine tujue ni la dalili gani, athari zake zikoje, lakini pengine matibabu yake yakoje. Dokta, tupo kwenye kisukari, tuzungumze kwenye dalili angalau 3. Mtu huyu ana kisukari, ana viashiria vipi vya kuonyesha kwamba huyu ana kisukari? Kama tulivyozungumza mwanzoni, nilikwambia huyu mtu anakuwa na cardinal sign. Wenyewe anasema cardinal sign. Unapomuona mtu, unasema mtu anapokuja kwako akakwambia kwamba mimi napata kiu. Wenyewe wataalamu wa excessive thirst. Unapata kiu ya kupita kiasi. Ndio. Sawa? Mara nyingi tunaangalia hata cardinal sign hata 3. Mara nyingi zinakuwa ziko 5, lakini hata ukipata 3 kwa mgonjwa huyu aliyekuja, kwamba unaweza kusema huyu kwenye spot diagnosis kwamba huyu ana viashiria vya sukari kabisa. Vya sukari. Kwa mfano anapokuja anakwambia ninakula sana alafu ninachoka sana. Kwa hiyo mtu anakula alafu anaendelea kuchoka sana. Alafu anapata kiu ya maji. Hapa lazima utie shaka kwamba huyu mtu anaweza akawa na kisukari. Lakini pia atakwambia pia nina njaa, napata njaa sana. Anakula lakini yani anakula lakini njaa bado. Okay. Anaifeel njaa bado, anaipata, anahisi njaa, anakula kupita kiasi. Unaweza kusema huyu bwana kwa nini anakula hivi? Si anaweza kamaliza dishi lote. Iko hivyo. Iko hivyo. Sawa. Twende sasa kwenye namna ambavyo watu wanatakiwa ama jamii inatakiwa
kuzijua hizi dalili, kisha zizijua basi vitu gani vya kuzingatia pengine kuepuka ama kuto kuingia kwenye changamoto ya ugonjwa huu wa kisukari. Pengine kuna vitu vya kuacha kuvitumia mara kwa mara, pengine kuna vitu gani vya kuto kuvitumia ili huu ugonjwa usiwe kwenye jamii kwa watu wengi hasa. Huu ugonjwa wa kisukari mara nyingi muda mwingine unatembea kwa njia kwenye familia. Okay. Sasa kwenye familia kwamba baba anayo, mama alikuwa nayo, yani uko pande mbili, kwa sababu mtu anapozaliwa anabeba genes za baba na mama. Sawa? Kwa kama mama genes mbovu ilikuwepo, basi na wewe unayo manake. Kwa hiyo kipindi ambacho unajua kabisa familia upande wa mama au familia upande wa baba wana matatizo ya sukari. Kwa kuna vitu ambavyo wewe pia unatakiwa kutake precaution. Kwanza lazima uangalie obesity, uzito mkubwa au unene unachochea kama wewe familia ina tatizo la sukari. Kingine pia unatakiwa kuangalia ulaji wako. Lazima uavoid vile vyakula vilivyopitia kiwandani. Unaepukana navyo. Unatakiwa kula vitu vya asili. Okay. Kingine unaweza kuangalia kwenye mazoezi na kujitahidi sana kwenye kumaintain uzito wako. Okay. Mazoezi ni tiba. Kwa hiyo mazoezi ni kinga. Kwa hiyo kama wewe una tatizo kwenye familia, lipo hili tatizo, unatakiwa ucheki action ya mtindo huu hapo. Sawa, Daktari, umezungumza kitu kizuri sana, na hapo kwenye point yako nikuulize kitu. Nadhani hata mtazamaji atakuwa anachukua hii point. Umezungumza kwamba pengine baba au mama alikuwa na kisukari. Kuna uwezekano wa asilimia fulani mtoto nao akawa nao. Huu ni ugonjwa wa kurithi? Ndio vingine natembea kwenye familia. Natembea kwenye familia. Kuna njia za kuweza kutenganisha hivi vitu kwamba baba alikuwa nayo au mama alikuwa nayo, lakini tunaweza tukamkinga mtoto? Maana kwa mfano kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi sasa hivi mtoto baba anaweza kawa na ukimwi na mama kawa na ukimwi, lakini mtoto asiwe nao. Kwa kisukari vipi? Kwa kisukari hapana. Kwa kisukari kwa sababu hiyo ni vinasaba, mtu anazaliwa navyo. Okay. Hivi ni vinasaba. Yaani kwamba wewe ukitaka kuniambia kwamba unaweza ukasema mimi sitaki nizaliwe na pua ya baba. Hiyo ni ngumu sana. Inakuwa ngumu sana. Sawa, Daktari. Lazima uzaliwe na pua ya baba. Fanana na baba au fanana na mama. Maana mfanano uko aina mbili. Kuna mfanano muonekano wa nje na kuna mfanano muonekano wa ndani. Wenyewe wataalamu wanasema kuna phenotype na genotype. Genotypes ni mfanano wa ndani. Phenotypes ni mfanano wa nje. Kwa hiyo maana kama utafanana na genotype za baba yako, automatically ndio utakuwa mgonjwa tu. Okay. Na hii itakuja mapema sana kama hutofuata taratibu za lishe. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu. Naam, Daktari, kwenye moja ya maelezo yako umezungumza kuhusiana na hivi vinasaba ambavyo ama wanasema DNA ambazo mtoto anaweza kurithi kutoka kwa baba ama kwa mama. Nje na hapo, mtu anaweza kaupata ugonjwa huu wa kisukari tofauti na vinasaba, kwa njia ya vinasaba. Sasa hivi imeonekana kwamba maisha yamekuwa mabadilika. Okay. Enzi mimi nazaliwa, watu wengi kule vijijini walikuwa wanapilika sana za kilimo. Kwa hiyo unakuta maeneo niliyozaliwa mimi kwa sasa imekuwa kama miji midogo. Kwa hiyo watu wengi wanaishi maisha ya mjini, maisha ya kutoshughulisha mwili. Kwa hiyo wanakula then mwili haushughuliki. Okay. Kwa hiyo mwisho siku kama huushughulishi mwili, unaipa changamoto kemikali inayoitwa insulin
kuweza kutenda kazi inavyotakiwa mwilini kwa sababu insulin ni kemikali ambayo ndio ina uwezo kuchukua kiwango cha sukari kilichozidi kwenye mzunguko wako wa damu na kwenda kukihifadhi kwenye ini. Okay. Kwa ajili matumizi ya baadaye in case kama umefanya fasting, umeshinda njaa au umefunga. Kwa hiyo ile storage huwa inachukuliwa kwenye ini na kubadilishwa kuwa glucose na kuweza kutumika na kuweza kuendelea na shughuli zako kama kawaida. Kwa hiyo issue ya ulaji imekuwa changamoto sana ambayo pia huchochea tatizo la kisukari. Huchochea tatizo la kisukari. Jamii ifanye nini hasa kuepuka hivi hasa kama kisukari? Jamii kwa sasa kutokana na mazingira ni kupata tu elimu juu ya chakula na kuweza kushughulisha mwili, manake watu wamezoea usafiri, mtu hata ifiki kilomita 1 amepanda pikipiki, anapanda pikipiki mpaka hapo, lakini ametoka kula ugali mkubwa nyumbani. Kwa hiyo ule ugali hautumiki. Na mwisho wa siku kunakuwa na accumulation, mlundikano wa sukari. Unajua sukari inapokuwa nyingi kwenye damu, inapendwa kupelekwa kuhifadhiwa kwenye ini. Inapokuwa imetosha kwenye ini, inaenda kuhifadhiwa kwenye misuli. Na mwisho wa siku mtu anaanza kupata kitambi, mashavu yanakuwa makubwa, uzito unakuwa mkubwa. Kwa sababu anakula then sukari haitumiki. Sawa. Dokta, kumekuwa na mtazamo kwenye jamii kwamba kisukari ina pacha wake. Pacha wake wengi wanamtaja kama shinikizo la damu. Kuna ukweli wote kuhusiana na huu mtazamo uliopo kwenye jamii? Kwa sababu tupo kwenye kipindi cha mtazamo huu na kusogezea wewe tutoe hapo vizuri. Moja ya complication ya sukari ni pressure. Yaani shinikizo la damu la juu. Okay. Tunazungumzia shinikizo la damu la juu, maana yake wanaita hypertension. Wenye matabibu wanaita hypertension. Shinikizo la damu la juu ni moja ya complication ya diabetic mellitus au kisukari. Usipokifuata sukari usipokifuatilia whether kwa kutumia dawa kwa wakati, mazoezi, chakula. Haya ndio basic matibabu ya sukari. Usipofuatilia kwa muda mrefu, ukaiachia sukari huwa inakuja na complications zake. Mojawapo ni hiyo hypertension au shinikizo la damu la juu. Okay. Tabia ya sukari inapokuwa juu muda mwingi kwenye mzunguko wa damu huwa inajeruhi mishipa ya damu. Kwa hiyo inapojeruhi mishipa ya damu unapoteza ule uwezo wake wa kutanuka, kumaintain, yani kuweza kubeba ile pressure ya damu ya kawaida. Okay. So kama inashindwa kubeba ile pressure ya mwanadamu wa kawaida, maana ile mishipa inakuwa mikavu, maana yake haitoweza kutanuka. Maana yake inapotanuka ndipo inapoweza kubeba pressure ile ya kawaida. Ikishindwa kutanuka, maana yake automatically pressure itaongezeka. Kwa hiyo sukari inapokaa kwenye bomba hizo pipe, hizo blood vessels za kubeba damu, na sukari ndipo inapita humo, basi huwa inajeruhi na mwisho wa siku mtu anapata shida. Na sio pressure tu peke yake. Manake kama kutakuwa na poor blood supply kwenye organ nyingine, kwa mfano figo, usambazwaji mdogo wa damu. Sawa? Na mwisho wa siku inaweza kampelekea akapata kwa haraka sana stroke, wanaita kiharusi, na shida za figo. Utazame ugonjwa mwingine usio wa kuambukiza ambao pengine kwa jamii sasa hivi imekuwa ni changamoto, uzito uliopita kiasi. Imekuwa ni changamoto. Unakuta mtoto yuko darasa la 3 ama la 4, lakini ukijaribu kuangalia mwili wake ni mkubwa sana. Na pengine karithi sehemu fulani ama ikoje. Huu ugonjwa ukoje? Na maana yake halisi ni nini, ama chanzo chake ni nini hasa? Obesity pia inaweza katembea kwenye familia. Okay. Obesity inaweza katembea kwenye familia. Lakini kwa sasa pia obesity inategemeana kwamba, maana yake mimi naweza nikawa nimeoa mke wa kipindi kile ambacho tuko watu wembamba. Yaani mimi na mke wangu tulikuwa tuko wembamba. Lakini tunapoenda kukua, sawa? Tuna uwezo wa kubadilisha jinsi za unene. Kwamba mimi tunapata mtoto wa kwanza, anaweza kama mtoto yule akawa amebeba jinsi za wembamba. Lakini tunavyoendelea kula, tukaendelea kuongezeka, tukabadilisha miili yetu,
basi tukapata mtoto wa pili pia anaweza kabeba jinsi za unene. Okay. Kwa hiyo mtoto kwamba una mutate, jinsi zina change kutoka kwenye ile wembamba inakwenda kwenye hali ya unene. Kwa hiyo issue kubwa hapo ni issue ya chakula. Okay. Kwamba watu bado hawajui jinsi gani ya kupangilia milo na jinsi gani ya kutumia kile walichokila kutokana na usasa. Manake mimi nakumbuka miaka ya nyuma magonjwa ya obesity yalikuwa ni magonjwa ya Hindi. Okay. Kwamba yeye tunaita sedentary lifestyle. Yeye amekaa anaagiza tu leta kitu fulani. Yeye amekaa na ile kutafuna zile sweets, vitu vya vitamu kutafuna muda mwingi. Kwa ile huwa inachochea obesity. Unene. Sawa, dalili za awali anaweza mtu akajijua bado kwenye hali fulani. Unajua kuna mtu mabadiliko fulani anasema labda sasa hivi nimepunguza mawazo, sina vitu vingi, akaona ni mwili wa kawaida tu. Dalili zipi hasa ambazo mtu anaweza kaziona hizi zinanipeleka kwenye mawazo mtazaje? Mawazo huwa ya muda mrefu. Mawazo ya muda mrefu huwa yanachochea unene. Kwamba unashindwa kuachilia jambo, unakwenda nalo kwa muda mrefu, mwili huwa unalizoea lile jambo. Okay. Na kutengeneza kemikali moja ambayo yenyewe kazi yake kubwa ni kuponda source yote ya energy kwa ajili ya kulipa nguvu mwili wako. Okay. Kwa hiyo manake inatengeneza sukari. Mwili wako unatengeneza sukari nyingi, alafu mtu unasema mimi bwana na mawazo lakini nanenepa. Lakini zile ni stress za muda mrefu. Yaani kalizoea jambo. Mwili baadaye unaona cha kawaida. Kwa hiyo kwa sababu unakuwa unazalisha hiyo kemikali ndio inachochea wewe kuweza kupata mwili mkubwa. Daktari, kuna nimegusia mfano wangu wakati tunaanza kuhusiana na obesity. Nikazungumzia mfano wa mtoto wa darasa la 4 mara 5. Mtoto huyu kila siku yupo shule na kama mchaka pale shuleni upo kama kawaida. Kama kushughulisha mwili, mazoezi hapa kwa kiasi hicho. Nini kingine ambacho kinapelekea huyu mtoto anakuwa bado na mwili mkubwa licha ya kwamba bado yuko kwenye mchaka shuleni? Watoto kwenye mchaka shuleni ilikuwa si zamani, sio sasa hivi bwana. Sasa hivi kama umepungua. Alafu na vile vyakula, unajua mtu unaweza kudharau kunywa chai, ukaona kwamba hii haiwezi kusaidia, kula biskuti, kula pipi. Umeelewa? Unaweza kusema hivi vitu vidogo. Kwa hiyo vile pipi, biskuti, baadaye akaja apata lunch, wali, baadaye ugali, sijui chapati na nini. Alafu bila mazoezi. Hii huchochea sana unene. Okay. Kwa hiyo watoto wanapenda sana kula biskuti, hizi juisi, hizi mango, hizi processed, hizi za viwandani. Wanakula sana. Na watoto hawana mazoezi. Okay. Watoto hawana mazoezi. Tu shule zetu hizi za academy hizi unaita shule za English medium. Mtoto anabebwa toka nyumbani anapelekwa. Anarudi na gari. Nyumbani amefika hakuna kulukaluka, yuko ndani tu na TV pale. Sijui na games, sijui na kitu gani, yeye yuko pale. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo ku maintain ule weight. Na utajua mtoto kwamba mtoto mzito kwa ajili ya kufanya check up tu ya weight. Unakwenda unapima uzito, unajua kwamba huyu mtoto mwaka mmoja anatakiwa na kilogramu ngapi, mtoto wa miaka 2 anatakiwa na kilogramu ngapi. Kitaalamu mtoto mwaka mmoja anatakiwa na kilo 10. Okay. Mtoto mwaka mmoja anatakiwa na kilogramu 10. Ikizidi hapo kila baada ya mwaka mtoto anaongezeka kilo 2. Kwa sababu kipindi hichi sasa, kwa sababu mtoto huwa anaongezeka uzito kwa kasi kile kipindi ambacho kuanzia mwaka 0 anazaliwa mpaka 10, kwa sababu zile shughuli zile zinakuwa kidogo, muda mwingi anakuwa analala. Kwa hiyo chakula yake inakuwa itumii inapotakiwa. Kwa hiyo akifika mwaka moja zile pilika zinabadilika. Anaanza sasa kukimbia, kucheza. Kwa hiyo hata ulaji ule pia muda mwingine watoto wanasumbua kwenye ulaji kuanzia mwaka 1 mpaka 5. Sometimes wanapoteza appetite labda kwa ajili ya deficiency au kwa ajili ya kukataa kula. Lakini kuanzia mwaka 1 standard mtoto anatakiwa ongezeke kilo 2 kila mwaka. Mpaka miaka 5 hapo. Kwa hiyo ukiona mtoto wako labda mwaka 1 ana kilo 15, huo ni utapiamlo. Huo ni utapiamlo. Hapo sawa, hapo hiyo sio standard. Sio standard. Kuna wengine wanasema mtoto wangu ana mfupa mzito.
ana 15 sasa hivi amenifuata mimi. Hamna uzito hapana, hiyo ni chakula tu. Hiyo ni chakula tu. Okay. Hiyo ni chakula tu. Kwa kuwa tumetaja hapo mwanzoni kwamba tunazungumzia magonjwa yasiyoambukizwa. Vitu gani vya kuzingatia kwa general, kwa ujumla? Tumetaja mifano mitatu. Tumezungumza kisukari, tumezungumzia pressure, umegusia kwa kiasi, lakini pia tumezungumzia kuhusiana na unene uliopitiliza, obesity. Vitu gani vya kuzingatia hasa kuepuka haya magonjwa ambayo si ya kuambukiza? Vitu vya kuzingatia hapo ni kuzingatia masuala ya uzito. Uzito, hakikisha unafuatilia uzito wako. Uzito wako ufanane na urefu wako. Uzito wako ufanane na urefu wako. Tunataka kutoa mfano tu kwamba wewe una sentimita labda 170 au 180. Kwa calculations za haraka tu unatoa 100, ile itakayobaki ndio itakuwa uzito wako unatakiwa. Kama ni 180 basi unatakiwa usizidi kilogramu 80. Sawa? Ndiyo. Na usipungue. Yaani kwamba kupungua pia tunaweza kusema utapiamlo. Kuna kiwango cha kupungua, lakini 80 usizidi. Ukizidi 80 maana hiyo tunaita obesity. Kwa hiyo cha kwanza ni kuangalia uzito. Lakini uzito unakuja na ulaji. Ulaji wako uzingatiwe na mazoezi. Unakula, unafanya mazoezi. Yes. Yaani chakula kile unachokula kisha kinatumika. Na unatakiwa ule nini? Maanake watu wengi wanafikiri chakula ni chipsi, nyama choma, lakini vyakula vya kawaida tu unaweza ukala bamia, mlenda, inategemeana tu wewe unapendelea nini, kwa sababu unapokula vyakula vyenye nyuzi nyingi ndio vinachochea wewe kupoteza zile vyakula vya wanga kuingia kwenye mfumo wa damu, na mwisho wa siku kuweza kutengeneza sukari, na mwisho wa siku kuweza kukuletea shida kama huna uvitumii sawa. Cha mwisho hapo kabisa, vitu gani wale ambao watu ambao wana magonjwa haya ambayo si ya kuambukizwa, kuna wengine wanaifikia kwenye kiasi cha kuwanyanyapaa, yule ana kisukari tu usimguse, usifanyeje? Jamii ambayo inaangukia kwenye tamaduni ama mila hizi, kipi kifanye ili kuhakikisha inakuwa kwenye mstari wa kutokuwa nyanyapaa hawa? Magonjwa tuliyozungumza hapa, kwa mfano kisukari, ni magonjwa ambayo hayaambukizi. Si kwamba utashikana na mtu? Hapana, huwezi kupata. Zipo magonjwa yamekuwa categorized katika two parts, kwamba kuna communicable disease na non-communicable diseases. Magonjwa ambayo yana communicate kwamba nikikushika nitapata. Tukifanya hivi, kwa mfano tunazungumzia labda kipindupindu. Kipindupindu ni magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo ukigusa labda secretion, unasema labda chochote kinachotoka kwa mgonjwa wa kipindupindu, automatically unaweza ukapata, kwa maana kwamba kama hujanawa mikono vizuri, ukashika tunda ukala, utapata. Labda magonjwa ya kujamiana. Magonjwa ya kujamiana ni magonjwa kuambukiza, lakini kisukari hakiwezi kuambukiza. Pressure pia haiwezi kuambukiza. Sema tu kwamba labda inafuata labda kwenye familia, kwa sababu ya magonjwa huwezi kuepuka pia. Kama familia ipo, basi na wewe utakuwa mhanga wa tatizo hilo. Daktari, nakushukuru sana kwa hilo. Asante sana kiongozi. Naam, hiyo ni tamati ya kipindi cha hii leo cha Mtazamo, ambacho tulikuwa tunaangazia hasa magonjwa ambayo si ya kuambukiza yanaathiri vipi jamii, na yenyewe jamii pasipo kujua kwamba inaathirika na magonjwa. Tumepitia magonjwa kadhaa ikiwemo kisukari, lakini tumepitia ugonjwa wa high blood pressure ama ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini vile vile tumepata nafasi adhimu ya kuzungumzia ugonjwa wa uzito uliopita kiasi, ama unaweza kusema kwa mujibu wa mtaalamu alivyozungumza ama daktari amezungumza, unaitwa obesity, uzito ambao umepita kiasi. Lakini kwa mujibu wa takwimu ambazo zilitolewa na UN hasa kwa kuzingatia shirika la afya duniani, lilieleza kwamba 75% ya magonjwa ambayo yanasababisha vifo duniani kote, yani ni magonjwa ambayo si ya kuambukiza. Na takwimu hizo zilitolewa tarehe ya 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2024, zikieleza kwamba 75% watu wanaofariki dunia ni wale ambao wanajikuta kwenye wimbi la magonjwa ambao si ya kuambukiza. Kwa mtazamaji na ambao unatufuatilia kupitia Kemgongo TV, kuna kitu cha kujifunza hapo, naamini kabisa umeng'amua kwa uzuri na mambo yamekuja. Mimi ni Chazi Fabian,
Endelea kutufuatilia Kemgongo TV, kipindi kizuri kingine cha mtazamo ambacho kinalenga masuala ya siasa, jamii pamoja na masuala mazima ya kiuchumi kitaruka tena Alhamisi ijayo kuanzia saa 1 kamili za usiku. Salia nasi, endelea kutufuatilia. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.